Kuna watu wanatumia pesa ili waonekane wamefanikiwa, lakini kuna watu wanatumia pesa ili wafanikiwe kweli. Mmoja ananunua sifa, mwingine ananunua nafasi. Mmoja anataka kuonekana amefika, mwingine anatafuta njia ya kufika. Swali ni hili: wewe unatafuta sifa au unatafuta siti itakayokuweka karibu na fursa ya maisha yako? Karibu kwenye Kofi la Kuamsha Akili Iliyolala, sehemu ya kwanza. Jamaa mmoja alisikia tetesi kwamba kuna mgahawa mmoja kule Dubai, kikombe cha kahawa kinauzwa kwa dola 900. Akashangaa, akajiuliza, ni kahawa ya dhahabu au kuna siri gani? Akaamua kufika mwenyewe kuhakikisha. Alipofika, akakuta siti zote zimejaa. Akamuuliza muuzaji, mbona bei ni kubwa hivi kwa kikombe cha kahawa? Muuzaji akatabasamu na kumjibu kwa utulivu, hapa siuzi kahawa, nauza siti. Mtu anayelipa dola 900 si kwa sababu ana kiu, bali ananunua siti ya kukaa karibu na mtu sahihi. Mazungumzo ya dakika chache na mtu sahihi yanaweza kubadilisha historia ya maisha yako kuliko mazungumzo yako ya kila siku na watu wasio sahihi. Wakati mazungumzo yakiendelea, jamaa akashuhudia kijana mdogo wa miaka 26 akiingia. Akakaa karibu na mtu asiyemfahamu. Dakika chache baadaye, kijana akatoka na cheki ya kuanzisha kampuni aliyokuwa akiota moyoni. Alikaa na bilionea. Bilionea akapenda wazo lake. Wallet ikafunguka. Dola 900 zikabadilisha maisha yake. Si degree, si CV kali, bali siti ya kukaa karibu na mtu sahihi. Watu wenye akili kubwa hudunuliza pesa ya kununua siti ili kuonana na watu sahihi na kupata michongo mikubwa. Wenye akili ndogo hudunuliza pesa ya kununua sifa ili kuwarusha roho wenzao wenye akili ndogo kama wao. Acha kudunuliza pesa ya kununua mwonekano. Dunuliza pesa ya kununua mazingira. Ni heri ukae njaa ukiwa kwenye meza ya mabilionea kuliko ushibe chipsi kuku ukiwa katikati ya watu wanaojadili faulo za watu. Thamani ya siti unayokalia ndiyo inayoamua thamani ya fursa unazozipata. Kahawa ya mtaani inakata kiu ya tumbo, lakini kahawa ya dola 900 inakata kiu ya umaskini. Mwenye akili ndogo anatumia pesa ili aonekane amefika. Mwenye akili kubwa anatumia pesa ili afike. Wanapishana migahawani. Mmoja anatafuta picha ya kupandisha status WhatsApp. Mwingine anatafuta mtu wa kupandisha status ya maisha yake. Ni bora uvae nguo ya mtumba ukae kwenye siti ya dola 900 kuliko uvae suti ya milioni 2 ukakae kwenye kiti cha bure stendi ya mabasi ukizozana na wapiga debe. Thamani ya mtu haiko kwenye kile anachokula, bali iko kwa nani anayekula naye. Kuyaelewa haya, unahitaji utulivu wa akili. Na akili inatulizwa kwa meditation, yaani tafakari. Leo nakupa vitabu 9 vya kutuliza akili kwa shilingi 10,000 tu, soft copy. Akili ikitulia, itakufundisha makubwa. Vitabu hivyo ni: 1. How to Meditate, a Guide to Formal Sitting Practice. 2. Meditations through the Quran. 3. Christian Meditations. 4. The Art of Meditation. 5. Practical Insight Meditation, Basic and Progressive Stages. 6. Paths of Meditation. 7. An Introduction to Meditation. 8. Meditation for Beginners. 9. Meditation and its Methods. Kwa mawasiliano na malipo, tuma kupitia M-Pesa namba 0740590451. Na hapo ndipo tunapofika mwisho wa Kofi la Kuamsha Akili Iliyolala, sehemu ya kwanza. Kumbuka, usitumie pesa kutafuta sifa ya kuonekana umefika. Tumia pesa kutafuta siti itakayokufikisha kweli. Tafuta mazingira sahihi. Tafuta watu sahihi. Tafuta siti, usitafute sifa. Asante kwa kusikiliza. Endelea kutufuatilia kwa makala nyingine zinazojenga fikra, kuamsha akili na kubadilisha maisha. Usisahau kufollow, kusubscribe, kushare na kuwaalika wengine wajifunze pamoja nasi. Cheers.
Mwalimu Dennis Mpagaze, muhenga wa karne 21.